Kwa majina ninaitwa John Epua ama Reverend John Epua. Nashukuru Bwana kwa siku ya leo ambalo Mungu ametupea nafasi ya kuingia hapa Meru TV. Na Mungu apokee utukufu. So kwa hivyo tunataka tuweze kuingia katika maombi ama katika neno la Mungu ili tuweze kusikiza neno la Mungu mchana leo ama siku ya leo. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye nguvu na ni mwenye uwezo. So nataka tuweze kuomba tunaposikiza neno la Mungu siku ya leo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ulio juu na ulio kiti cha enzi cha utukufu wako. Tazama Baba Mungu, tuko mahali hapa Jehova. Baba, siku ya leo mfalme, kwa utukufu ya Mungu na kwa utukufu ya Mungu na mwana wa Mungu na Roho Mtakatifu, Baba tuongoze na wabariki Baba wasikilizaji wote ambao Mungu atasikiliza ibada ya leo Bwana. Na Mungu utawasaidia Mungu na utawakomboa. Na katika jina kula Yesu Kristo Baba ninaomba na kuamini. Amen. Basi nataka tuweze kusoma neno la Mungu. Neno la Mungu inahusu siku ya leo juu ya uwezo ama nguvu ambayo inatokana na maombi. Maana maombi ina power ya kuzuia jambo fulani, yale mambo ambayo kinakuja katika maisha ya mwanadamu. Basi kupitia nguvu za maombi mambo inaweza suluhishwa ama kufungwa isiye katendeka. Nakumbuka neno la Mungu nasema katika kitabu cha Isaya 38 mstari wake wa 5. Inazungumza juu ya mtumishi wa Mungu, mtu anaitwa Ezekieli ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu. Lakini ilifika siku moja Ezekieli akakutana mambo makubwa kwa maisha yake. Akakutana matatizo ambalo hakuna uponyaji. Hakuna dawa ingemsaidia Ezekieli. Hakuna hospitali angepelekwa hapone. Lakini Ezekieli aliomba Mungu na Mungu akaleta uponyaji wake kutokana maombi. Maandiko nasema hivi katika Isaya 38 mstari wa 5, nasema nenda ukamwambia Ezekieli, Bwana Mungu wa Daudi baba yako yasema hivi, mimi nimesikia maombi yako na nimeona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Basi maandiko yanatuambia kwamba Ezekieli alipokuwa katika hali ya kugonjeka na kuhangaika, alikuwa wakati wake wa kukufa ama kuondoka dunia hii. Lakini Mungu akatuma nabii Isaia akamwambia, nenda mwambie Ezekieli ya kwamba wakati wake ya kuondoka duniani imefika. Kwa hivyo apange mambo ya kwake, ajipange, kwa sababu hataishi duniani tena, atakufa. Basi maandiko yanasema kwamba Ezekieli akageukia ukuta wake wa nyumba yake, akalia kwa maombi, akaenda kwa maombi, akaita Mungu na akamwambia, Mungu nikumbuke kwa kazi ambayo nilikuwa nafanya katika dunia hii ambayo ilikuwa ya nyumba yako. Mungu nikumbuke. Na akalia sana. Maandiko yanasema aligeukia ukuta wake na akaomba sana kwa uchungu. Na maandiko yanasema kwamba wakati aliomba, basi Ezekieli ama Isaya ambaye aliyetumwa na Mungu kuleta ujumbe ya kwamba Ezekieli atakufa, basi akiwa anaelekea tena kwake, maandiko yanasema kwamba Mungu akamtuma tena Isaia, akamwambia Isaia, rudi tena mwambie mtumishi wangu Ezekieli ya kwamba Bwana Mungu yasema hivi, nimesikia maombi yako na kilio chako na machozi yako imenifikia, na ni kwa sababu ya hiyo sasa basi mimi nimegeuza ile programu ya kwamba utakufa, sasa nimetangaza kwamba utaishi. Na kumbuke sasa nimekuongezea miaka 15 ya kuishi duniani tena. Kwa hivyo tasaba uwezo iliyo katika maombi. Nguvu ya maombi inazuia mauti ambayo ilikuwa imepangwa. Na hii mauti ilikuwa imenena na Mungu ya kwamba Ezekieli hatapona. Lakini tazama nini kiligeuza programu ya Mungu. Ni kwa sababu Ezekieli aliomba, akaingia katika magoti na akaita Mungu. Na wakati aliita Mungu, Mungu basi akasikia maombi ya Ezekieli. Aliposikia maombi ya Ezekieli, akasimamisha kifo ambaye alikuwa akufe. Lakini maombi ikageuza mauti, kikaleta uhai ya miaka 15.
Kwa hivyo kuna pawa katika maombi, wakati ambao tunaenda mbele za Mungu katika kuomba na kunyenyekea mbele za Bwana. Kuna nguvu, kuna mambo Mungu atasuia, yaani kutokana na maombi. Yaani hatari yoyote ambaye adui alikuwa amepanga kukuangamiza ama kumaliza familia yako ama kuharibu maono yako, lakini kutokana na maombi Mungu anaweza kuzuia hiyo mauti, anaweza kuzuia mpango yote ya adui ambaye ibilisi amepanga kukuangamiza ama kutesa. Tazama, mauti haya iliondolewa kupitia maombi, maana Ezekieli aligonjeka kiwango ya kwamba hatapona. Hakuna daktari angemtibu Ezekieli, hakuna dawa ambayo angekunywa na apone, lakini kwa sababu ya maombi, maombi ilileta uponyaji wake na akaondoa mauti ambayo angekufa. Kwa hivyo kuna uwezo katika maombi, wakati watu wa Mungu watasimama kwa sababu ya jambo fulani ambayo imetesa jamii, ambayo imetesa taifa ama imetesa nchi. Yaani wakati tunainua maombi mbele za Bwana, haya maombi ikifikia kwa Mungu, Mungu anachuka na nguvu zake, anaweza kutatua hiyo shida ambayo ingeleta madhara, anaweza kuharibu hiyo ufalme ambayo shetani ameinua kwa ajili ya kuharibu ama kutesa. Tazama Ezekieli, hiyo ilikuwa ni kifo, lakini kutokana na maombi ikazuia mauti. Kwa hivyo kuna nguvu katika maombi. Wakati watu wameenda kwa Bwana kutafuta uso wa Mungu, wakinyenyekea na kulilia Mungu, Mungu analeta nguvu mpya, ambayo nguvu ya kuzuia kifo ama magonjwa fulani. Kuna jambo fulani ambayo haiwezekani kuondolewa kama hakuna maombi. Kuna mambo fulani ambayo imekukanyama, imetesa jamii yako, lakini hiyo hata pesa iwezi ondoe shida, na hata watu hataondoe shida. Hata watu wakisimama, hiyo shida itaondoka, lakini watu wakienda kwa maombi, yani kuna uwezo katika maombi. Haya maombi inazuia hiyo tatizo, haya maombi inazuia mauti katika jina la Yesu Kristo. Maandiko imesema kwamba basi Ezekieli akaongeza siku, yani miaka 15, na hiyo ilitokana na maromba. Yaani maombi iko na uwezo kuzuia hata ugonjwa, maombi iko na uwezo kuzuia hata vita ambayo kimenua kupiga nchi ama kuharibu taifa. Lakini watu wakisimama na maombi, hayo ufalme wa giza inaondolewa, magonjwa sinaondolewa, amani inapatikana kwa sababu ya maombi. Yaani jamii ambayo imetengana hana amani. Wakati watu watasimama kwa maombi, Mungu analeta suluhisho kupitia maombi, na hiyo familia itapata kuwa na amani, kwa sababu kuna watu wamesimama kutoka na maombi na ameelekeza uso wao mbinguni kwa Bwana, na Bwana ni mwaminifu, anasema yeye anasikia maombi ya watakatifu, watu ambao wakiomba kwa imani. Mungu anaachilia nguvu zake kutokana na imani ya waombaji. Mungu analeta muujiza na mambo inatendeka. Kwa hivyo kuna pawa katika maombi. Wakati tunainua familia yetu mbele za Bwana, Mungu anasaidia familia. Wakati ambao tunainua mambo yetu mbele za Bwana, yani kutokana na maombi, Mungu analeta ulinzi katika jamii ama katika familia hiyo. Watu wanapata kuwa na amani kwa sababu kuna nguvu katika maombi. Kwa hivyo tumeona maombi inafanya kazi. Wakati watu wanainuka katika maombi, Mungu anachoka kutokana na maombi. Lakini maombi ikiisha, mambo mengi inatulalia. Wakati maombi imeisha, basi kuna shida mingi ambayo kitainuka, ambalo pesa itatatua, ambalo hospitali itatatua. Lakini kutokana na maombi, basi Mungu anashuka na anatenda muujiza. Kwa hivyo kuna jambo ambalo imekukumba kwa maisha yako, ni kwa vile imani yako na maombi yako imeisha. Lakini ukiinua imani yako na maombi mbele za Bwana, hayo tatizo zote zitaondoka na utapata amani katika jamii yako. Kwa hivyo kuna mambo inawezekana kutokana na maombi. Maombi iko na power ya kuleta njia kule hakuna njia. Watu wakiomba, Mungu anasikia maombi, anatengeneza njia. Maana maombi inatembea na kitu inaitwa imani. Imani ndio Mungu ufuatilia imani, na wakati watu anaomba, Mungu akisikia maombi, basi anasikia kutokana na imani. Kwa hivyo kuna mambo itafanyika kwa sababu ya maombi na imani, wakati tunainua imani mbele za Bwana. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 6, nami nitakukomboa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu. Maandiko inasema kwamba kuna tatizo lingine ilikuwa inakumba mji ya Juda ama katika Yerusalemu. Kule Ezekieli alikuwa anatawala kama mfalme. Kwa hivyo maadui walikuwa wamejipanga ili kufamia nchi ama kuharibu Juda, na mfalme wa Ashuru alikuwa amepigana na Israeli, alikuwa amepanga jeshi yake kukuja kuharibu nchi. Kwa hivyo Ezekieli alikuwa mgonjwa, kwa hivyo angeweza kupigana vita akiwa mgonjwa, lakini kutokana na mambo ambayo aliomba, Mungu akamponya Ezekieli.
Mungu akaleta amani kwa nyumba ya Ezekieli. Mungu akaleta maisha mapya ya miaka 15 katika nyumba ya Ezekieli, ama katika maisha ya Ezekieli. Yaani kutokana na maombi afya ikapatikana, kupitia na maombi amani ikapatikana, kupitia na maombi basi uponyaji ikaonekana kwa maisha ya Ezekieli. Hiyo yote imetokana na maombi. Watu wakiomba kuna mambo itafanyika, mambo makubwa itatendeka, maana Mungu anachuka na nguvu zake. Kama ni ugonjwa inaondolewa, kama hiyo roho inaleta kukosa amani inaondolewa, kama ni mateso fulani ambayo imekumba maisha yako inaondolewa kupitia maombi. Mungu anachuka, anaondoa roho na amani inapatikana katika mji. Maandiko inasema kwamba kuna tatizo lingine lilikuwa imetokea. Mfalme wa Ashuru alikuwa amepanga vita kuharibu mji wa Juda kule ambaye Ezekieli alikuwa anatawala kama mfalme. Lakini mfalme wa Ashuru akatangaza vita ya kwamba ataharibu Israeli na atangamiza Israeli. Kwa hivyo akapanga jeshi yake ili kutesa Israeli. Lakini kutokana na maombi ambayo Ezekieli aliomba, Mungu alimponya Ezekieli. Jambo la pili, maandiko yanasema kwamba Mungu akasema kwamba hiyo mfalme ambaye ni Ashuru, ambaye anakuja kuharibu hii mji ya Juda, basi hiyo mfalme hataingia katika hiyo mji na hataangamiza Israeli na hata kanyanga kwa hiyo mji na hata haribu nchi, kwa sababu alikuwa ametangaza kuharibu nchi na kutesa watu wa Mungu. Lakini kutokana na maombi ambayo Ezekieli aliomba, tazama mji imekombolewa, tazama mji imepata amani, tazama mji Mungu ameleta ulinzi na amesema kwamba hii mji mfalme huu hataangamiza mji huu. Hiyo ni nguvu ambayo imetokana na maombi. Wakati watu wataita Mungu, Mungu anakomboa hata nchi. Wakati watu wataita Mungu, Mungu analeta umoja katika nchi. Mji ambayo imekatika ama imetengana kutokana na maombi, hiyo mji kitasikana tena. Tazama ukombozi wa mji wa Juda imetokana na maombi. Mfalme alikuwa ametangaza kwamba ataua na ataharibu, lakini kutokana na maombi ambayo Ezekieli aliomba, basi Mungu alikumbuka hata mji, akasema hata mji hii haitapigwa, hata hii mji haitaangamizwa. Hiyo yote ni nguvu za maombi, imeleta ulinzi wa Mungu kutoka mbinguni ili kulinda mji ya Juda isije kaangamizwa na maadui. Kwa hivyo kuna nguvu katika maombi. Wakati watu wataita Mungu, Mungu anafunga malango ya adui. Mungu anaharibu mkutano zote ambaye adui amepanga ili kuharibu mambo. Lakini kutokana na maombi, hayo nguvu zote za adui haitafanya kazi kutokana na maombi. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunapotambua Mungu na kuendea katika maombi, mambo inabadilishwa. Mambo ambayo ilikuwa yaharibike, lakini kutokana na maombi mambo hayo yote inasuluhishwa na Mungu anazuia uharibifu na amani inapatikana. Kwa hivyo tazama Ezekieli kutokana na maombi yake. Haya maombi imemsaidia Ezekieli, imesaidia nchi yake, imesaidia familia yake, na hata yeye mwenyewe amepona na yeye anamtumikia Mungu akiwa na amani. Haya yote imetokana na maombi. Wakati tutaita Mungu katika imani, mambo inafanyika. Watu wa Mungu tukimwamini ya kwamba Mungu anatenda mambo maajabu katika jina la Yesu. Tunaona katika Matendo ya Mitume tunaona mtu ambalo anaitwa Petro alikuwa gerezani. Petro alikamatwa ili apate kuuawa, maana kuna mmoja anaitwa Yakobo, hata ni mwombaji wa Mungu, lakini alikamatwa akawekwa ndani ya gereza, na Petro akawekwa ndani ya gereza. Lakini hakuna mtu angekanyaga kwa hiyo gereza, hakuna mtu angemetembelea Petro gerezani ili apate kutolewa. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba adui akafaulu kuua mtu anaitwa Yakobo na akakata kichwa, kwa sababu hakuna watu waliomba, hakuna watu walinua maombi wakati ya Yakobo. Adui alimkata kichwa na akakufa, na yeye ni mtu wa imani na akona Mungu, lakini adui akamkamata na akamuua. Maandiko yanatuambia kwamba Petro naye alikuwa gerezani wakati huo tu pamoja na Yakobo, lakini adui akasema Petro akae gerezani, baada ya sikukuu ikipita atolewe na apelekwe kwa uwanja apate kuchinjwa kama vile Yakobo alichinjwa. Lakini kanisa ikakusanyika, wakaenda mbele za Mungu, wakaita Mungu kwa ajili ya Petro. Kwa hivyo gereza hiyo ilikuwa ya kuua watumishi wa Mungu, maana Yakobo ameuawa na sasa Petro yeye wa pili atauawa pia. Lakini kutokana na maombi watu wa Mungu walikusanyika,
wakaenda kwa magoti, wakaita Mungu, wakamwambia Bwana Yesu, tazama mtumishi wako kwa gerezani na anaenda kuuawa, itafanyika namna gani? Watu walikusanyika na wakaomba, wakaita Mungu kwa sababu ya mtumishi wa Mungu. Maandiko yanasema nini? Petro yeye hakuuawa, yeye hakuwa. Matendo ya Mitume, tunasoma Matendo ya Mitume 12 mstari wake wa 12. Matendo ya Mitume 12 mstari wake wa 12 inasema hivyo. Matendo ya Mitume 12 inasema hivi: na walipokuwa wakifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko, na watu wengi walikuwa wamekutanika umo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijikazi jina lake Roda, wakaja wakisikiliza. Alipomtambua sauti ya Petro, hakukufungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akamwambia kwamba Petro anasimama mlango ya lango. Wakamwambia, una wasimu? Lakini yeye akakasa sana, akasema ya kwamba ndiyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafulisa kugonga, hata alipokuja kufungua akamwona, akastaajabu. Tazama sasa uwezo wa maombi, ama power iliyo katika maombi. Kwa hivyo kuna uwezo katika maombi. Tumeona Petro alikuwa gerezani na alikuwa amefungwa ili ya kwamba kwa muda mchache akufe, akatwe kichwa na akufe, kwa sababu ilikuwa adui alikuwa ameinuka kupigana na kanisa. Lakini tasema maandiko yanasema, yani kanisa ikasimama, watu wa Mungu wakasimama, wakaita Mungu, wakaita bingu, bingu ikatuma malaika. Yesu hakukuja, lakini alituma askari ambaye ni malaika, akaingia gerezani, akatoa Petro gerezani akiwa katika mateka ama katika kifungo fulani ambaye maaskari walikuwa wamemfunga ili apate kuona kuteswa ama kuangamizwa. Lakini maombi ilisimama, watu wa Mungu wakasimama, wakaita bingu, na hiyo mauti ikasuuliwa. Kwa hivyo kuna uwezo katika maombi. Watu wa Mungu wakisimama na maombi, katika umoja ya maombi, bingu inasikia maombi. Yale mambo ambayo ilikuwa itendeke haikutendeka tena, kwa sababu Petro alikuwa gerezani na kanisa ikaomba, na Mungu akaleta suluhisho ya kuzuia mauti. Kwa hivyo kuna power katika maombi, wakati watu watasimama na Mungu na akiita Mungu. Maana ombi inaleta connection ama inaleta mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu, na Mungu anasikia maombi ya watumishi wake. Tasema maandiko yanasema kwamba mauti ikasuliwa, Petro hakukufa. Lakini tasema Yakobo hakusuliwa, maana hakuna mtu aliomba kwa ajili yake. Yeye alikatwa kichwa na akaenda, kwa sababu hakuna watu waliomba juu ya Yakobo. Yakobo alienda, lakini Petro maombi ikamkuta na ikasuia mauti. Kwa hivyo hakuna mtu angeenda kwa hiyo gereza, kwa sababu Roda alikuwa amesema watu wote ambao naabudu Mungu, watu wote ambao namtumikia Mungu lazima wauawe, kwa sababu hao wote wanahubiri imani ambayo ni tofauti. Lakini nguvu za maombi ikasuia hiyo, na watu wakaomba usiku yote, na Petro akafunguliwa na malaika na akarudi kwa huduma tena. Kwa hivyo kama si maombi, Petro angekufa. Kwa hivyo kuna mambo inaharibika kwa sababu hakuna watu wanasimama kwa nafasi ya kuomba. Hakuna watu wanaita Mungu ili Mungu aweze kuchuka. Maana kupitia maombi Mungu anachuka, anatuma askari yake kuleta uponyaji. Tasema Ezekieli alipona hapa kwa sababu ya maombi, na Petro pia alikuwa akufe, lakini kutoka na maombi basi hiyo kifo ikasuliwa. Kwa hivyo kuna mambo Mungu anafanya wakati watu wataita Mungu, wakati watu wataabudu na kuomba. Bingu italeta change, bingu italeta amani, watu watapona, watu watakombolewa, watu watakuwa huru. Maana shetani kazi yake anaua, na asipoua anafunga, anaweka watu katika gereza ya mateso. Yani unahangaika, unateseka. Kama hakuna mtu ambaye atainuka ili akutoe kwenye gereza hiyo, basi shetani anachukua hatua ya kukumaliza polepole, na unamalizika kabisa. Anakufanya kiwete, hakuna kenye utafanya. Anaweza funga hata maono yako, anaweza funga hata watoto wako wasikusaidie.
anaweza funga hata ndugu zako awe kinyume na wewe, yaani watu wako gerezani, hakuna kusaidiana, maana amefungwa. Hata ukijaribu kufanya chochote haitawezekana, kwa sababu kuna mwenye nguvu alikuja na akafunga, akasema kwamba hutatoka mahali hapa. Unakuwa katika gereza ya mateso, unakuwa katika gereza ya magonjwa, unakuwa katika gereza ya kuangamizwa. Lakini inahitaji waombaji, inahitaji watu ambao watainuka na maombi. Hiyo connection zote zinabomolewa, hiyo mnyororo zote ya adui inakatika, hiyo mbaria zote zimewekwa kwa ajili ya kukutesa inabomolewa kutokana na maombi. Jeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli wasipite, lakini Mungu aliwaambia endeni kwa maombi, msunguke siku 6, siku ya 7 hiyo ukuta itabomoka. Kwa hivyo walisumbuka wakiomba na wakitumia imani, hiyo ukuta ya Jeriko iliangushwa chini, kwa sababu kuna watu walisimama wakaita Mungu usiku na mchana wakisumbuka Jeriko. Kwa hivyo kuna uwezo katika Mungu, kuna uwezo katika maombi. Hao watu waliita mbingu, na ndio sababu Jeriko ilibomolewa ikaanguka chini na watu wakapita, na ilikuwa imesuhuliwa kwa sababu ya watu wa Mungu asipite mahali pale. Kwa hivyo kuna mbali ya maadui wanawekanga, kuna gereza ambayo adui anaweza kutuma maisha yako. Unafungwa katika gereza ya magonjwa, unafungwa katika gereza ya mateso, unafungwa katika gereza ya kutokujenga ama kutokusomesha watoto. Utasomesha watoto lakini hawatapata kazi, maana adui anasema watasoma lakini tumefunga malango ya kazi. Wataajiriwa lakini hawatakusaidia. Hiyo ni adui anafunga maono, anafunga msaada wa watoto wako. Lakini kutokana na maombi, wakati watu wataita bindu, hiyo malango zote zinafunjwa na inafunguliwa na watu wanapita. Tazama Ezekieli, huyu anaitwa Petro alikuwa amefungiwa asitoke. Kwa hivyo hata kama ako hai lakini hatatoka, hata kama ako hai hatafanya chochote, hata kama ako hai hataenda kuhubiri, kwa sababu amefungiwa. Gereza imefungwa na malango nyingi imewekwa, malango 3 imefunga, yaani malango ya kwanza, ya pili na ya 3 zimefungwa zote. Na hapa kuna walinzi ambao analinda ya kwamba asitoke. Lakini kuna nguvu katika Mungu. Haijalishi wamefunga maono ya watoto wako, haijalishi wamefunga kazi yako, haijalishi wamesema utaenda ng'ambo lingine, lakini kutokana na maombi, wakati tutaamini Mungu na tuite bingu italeta msaada. Msaada yetu uko mbinguni, haiko katika dunia hii. Msaada ya watu wa Mungu inatoka mbinguni. Bwana akatuma malaika zake na ile gereza kweli ikafunguka. Petro akatoka nje akiwa salama, akiwa hai, na akarudi kwa huduma. Hivyo ndio utafunguliwa. Hivyo ndio Mungu atakutoa katika magonjwa mazito ambaye hakuna daktari ya kukusaidia, hakuna madawa ambayo itakuponya, lakini kutokana na maombi, basi Mungu ataondoa magonjwa, Mungu ataondoa mimbaria zote, Mungu atavunja kila roho ambayo imetuma kukutesa, na utapata amani katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba Petro maombi ilimtoa gerezani na hakukufa, na hiyo malango ikafunguka. Hivyo ndio Mungu atafanya kwa wakati ambao utaamini Mungu katika maombi ambayo tutakaomba. Bwana atakutoa katika magereza, Bwana atakutoa katika magonjwa, Bwana atakutoa katika vita ambao unapitia, katika machozi umelia siku mingi, maana kuna roho ambayo imetumwa ili kufanya uteseke na kulia, lakini Bwana atasikia maombi yako na utatoka gerezani. Tumeona mtu anaitwa Paulo alikamatwa na watu, maana alikuwa anahubiri Injili, akafanya vizuri, akaokoa watu na kukomboa watu, na watu wakaona muujiza wa Bwana. Lakini baada ya yote, maadui wakainuka wakamkamata Petro, akapigwa vibaya na akapigwa na kuangamizwa kabisa mpaka tanguo yake zikaisha. Lakini maadui akasema bado hiyo ni kidogo, wakampeleka katika gerezani, wakamfunga gerezani. Walikuwa na nia kwamba huyu hatainuka tena na hatafanya kazi tena katika mji huu na hatahubiri injili ya Yesu katika mji huu tena. Kwa hivyo wakamfunga asitoke nje, kwa sababu akitoka nje atafanya mambo makubwa na Mungu atatukuzwa. Kwa hivyo adui anakasirika wakati ambaye umefika level fulani. Adui anakasirika wakati ambao kuna kitu umefanya ambayo ni ya kubadilisha ama ni ya kuchenji
eneo ama watu ili wakuja kwa Bwana. Wakati umechukua hatua kufanya kitu, ndio wakati maadui wako wanainuka, ndio wakati tena anajipanga ili kukutesa na kuweka katika hatarini. Maandiko inasema Paulo akawekwa gerezani. Baada ya kuwekwa gerezani, basi maandiko inasema walipokuwa katika gereza walienda kwa Mungu kwa imani. Maana kuna kitu ambayo haitafungwa, imani haitafungwa na maombi haitafungwa. Hata kama walimfunga miguu na mikono, lakini imani yao ilikuwa strong, imani yao ilikuwa imesimama imara, na walikuwa wanajua kwamba inawezekana kwa Mungu. Tutaita Mungu na Mungu atakuja mahali hapa. Maandiko inasema wakaomba, wakaita mbingu, wakaabudu Mungu, wakaita Mungu. Kupitia kuabudu na kuomba, Mungu alileta nguvu. Nguvu ikatoka mbinguni, si kwa wanadamu. Nguvu ilitoka kwa Mungu, na Mungu akaleta uwezo na mamlaka ya ajabu. Ile gereza ikatingisika, misingi yake sikatingisika. Hiyo ni nguvu za maombi. Ni nguvu za maombi isababisha muujiza kutendeka. Maandiko inasema kwamba misingi ikatingisika, yaani misingi ya gereza ikatingisika na ikatetemeka. Malango yote sikafunguka ambayo ilikuwa imefungwa. Minyororo ambayo ilikuwa katika miguu na katika mikono ya Paulo silikatika mara moja, kwa sababu kuna pawa. Yesu ametuma malaika wake, ama ametuma nguvu katika kiti cha enzi. Hiyo nguvu ikakuja ikatingisa kila mali yote ambayo ilikuwa imefungwa. Minyororo zote sikalegea, sikafunguka. Kwa hivyo kuna pawa katika nguvu za Mungu. Wakati tunaendea Bwana katika maombi na imani, haya malango ilikuwa imefungwa na adui sitaondolewa. Haya malango ambayo shetani alikuwa amesema hautapitia, hautaenda katika baraka zako, hiyo itafunguka, kwa sababu kuna nguvu katika Yesu. Tunategemea nguvu za Baba ambaye Yesu Kristo alituma duniani kwa sababu yetu. Kwa hivyo tuna connection sa Bwana kati ya mwanadamu na Mungu. Kuna connection kutokana na maombi na imani. Kwa hivyo msiinamisha macho katika ulimwengu. Maana Paulo hakuangalia, hakutazamia yani msaada ya wanadamu, hakutazamia msaada wa watu wao, hakutazamia msaada kwa wafalme, hakutazamia msaada katika nchi hiyo. Aliinua imani yake mbele za Bwana, akaita Mungu, na alipoita Mungu, Mungu akakuja. Maana msaada wetu ipo mbinguni, hivyo katika ulimwengu huu. Kuna watu ambao wametekwa na magonjwa, kuna watu ambao wameteswa na laana, kuna watu ambao wameteswa, watu wamemwinukia na wamemfungia njia ya kwamba hautajenga na hautabarikiwa, ya kwamba utafanya kazi na hautaishi. Lakini kupitia nguvu za Mungu, hiyo kifungo zote ambao walikuwa wamekufunga itaanguka chini, na wewe utapata kupitia kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kuna nguvu katika kuabudu Mungu na kuomba. Usikufe imani yako. Maana Paulo alipokuwa katika gerezani, ndio wakateke kufurahia Mungu, anamuinua Mungu na anamtukuza Bwana akiwa gerezani, yaani katika shida, na amepigwa, hajapelekwa hospitali, ana nguo zake zinararuliwa na maadui, ako katika mateso. Na wakati alikamatwa, Mungu hakuingilia. Wakati alipigwa, Mungu hakuingilia. Lakini wakati alipofungwa, wakaikwa gerezani, hakuna kutoka tena. Hapo ndio aliabudu Mungu na Mungu akakuja. Kwa hivyo kuna mali unapitia mahali pagumu, ambalo unaona hakuna msaada, hakuna mtu atasimama na wewe, uko peke yako katika hatarini, na nikana kwamba Mungu pia hajakuja, ni kama Mungu amechelewa. Tazama wakati wa Paulo na Sila, wakati alikamatwa Mungu hakuingilia, wakati alipigwa Mungu hakuingilia. Lakini alipokuwa katika gerezani amefungwa, wakainua imani, wakaita Yesu, wakamwabudu Bwana, nguvu za Bwana ikashuka, na hiyo gereza ikavunjika, na watu wakatoka nje. Kuna watu wamefungiwa malango ya baraka, hata hauna mtoto, wanakutesa, wanakufanya kama Ana tumbo lake ilikuwa imefungwa, lakini Ana kufunja imani yake. Alienda kwa madhabahu kumulilia Mungu, akaita Mungu siku zote. Wakati Penina anasimama kinyume na yeye, ya kwamba huyu hatapata mtoto, anaabudu Mungu bure, yaani madharau na uchuki nyingi juu ya Hana. Lakini Hana alipoenda katika madhabahu ya Bwana, akamuinua Mungu, akaita Mungu, akabembeleza Bwana. Bwana alisikia maombi ya Hana. Haijalishi imechukua muda gani, haijalishi amepita mapito ngapi,
Wakati watu watasimama kwa maombi wakiita bingu, bingu ataachilia baraka zako. Bingu ataachilia malango yako ambayo imefungwa, itafunguliwa na utapata amani. Kuna makesi ambayo imekusukuma sana, inahitaji nguvu za Mungu. Umetumia pesa mingi lakini hakuna suluhisho. Umeenda kwa wakubwa na hawakusikii. Umeenda kwa maofisi na upate msaada. Tazama, inua imani yako mbele za Bwana. Wakati utainua imani katika Bwana kuita Mungu, Mungu ataachilia neema za ajabu, na hakika utapona na utakombolewa. Utakombolewa. Ana alifunguliwa tumbo lake, Bwana akaleta mtoto kwa sababu ya maombi. Mungu akaleta mtoto Ana na akaitwa Samueli. Samueli imetokana na maombi, na alikuwa amekaa muda mrefu sana, lakini hakuna baraka. Baraka simesuliwa, hakuna njia. Lakini Hana hakutupa wakati wake, hakuenda kwa waganga ama kwa wachawi kutafuta malango ya baraka. Alienda katika maombi. Kwa hivyo kuna njia moja ambayo inasaidia mwanadamu, na hiyo ni njia ya kuenda kwa Bwana, kutokana kuomba na kumwamini Mungu. Mambo inatendeka kwa jina la Yesu. Haijalishi umepitia mapito mengi, haijalishi umepitia mateso mengi, wakati utamwamini Bwana, mambo yako itabadilishwa, mambo itatengenezwa. Mtu anaitwa Daniel. Danieli alipangiwa kuangamizwa, alipangiwa hata kuuawa, akatupa katika tundu la simba, na ni watu walipanga hivyo, na ya kwamba hataomba. Ikawekwa muda ya siku 30 hakuna kuabudu Mungu wa mbinguni, lakini Danieli akachukua hatua baada ya siku 3. Yani anaomba mara 3 kwa siku, maana alikuwa anajua nikisima kwa maombi mambo yako itaharibika, nikisima kwa maombi mambo yangu haitaenda vizuri. Lakini alisimama imara kwa maombi, akaita Bwana, akaita Mungu, na Mungu akaleta nguvu. Na baada ya kutupwa katika tundu la simba, yale maombi aliomba kwa siku mara 3 ndio limesaidia Danieli. Angekuliwa na simba na angemalishwa kabisa. Kwa hivyo kuna mambo ambayo imetokea kwa maisha yako, inaonekana kana kwamba wanaenda kukumalisha, lakini hapo kuna njia. Maandiko yanasema majaribu itakuja, lakini kuna njia kutokea. Kwa hivyo Danieli aliomba, akaita Mungu, lakini wakati alitupa katika tundu la simba, Mungu wake hakumwachilia, alimtoa tena. Baada ya yote akakuwa mfalme, akakuwa mtu mkubwa. Kwa hivyo yote ambayo unapitia hautamalizika. Haijalishi ni magonjwa, haijalishi ni vita ambayo unapitia, kuna nguvu katika maombi. Kwa hivyo familia ambayo imetawanyika, familia ambayo inakaliwa na majini, familia ambayo inakaliwa na wachao na waganga, wanasema kwamba hakuna mtu atasoma, hakuna mtu atapata kazi, hakuna ndoa katika hii boma. Wametangaza kwamba hata ukijenga hautaka kwa hiyo nyumba. Enda kwa maombi. Maombi iko na uwezo ya kukulinda. Maombi iko na uwezo ya kuleta uponyaji wako. Maombi iko na uwezo ya kuleta amani. Maombi iko na nguvu ya kufungua malango ambayo imefungwa katika jina la Yesu. Kwa hivyo watu wa Mungu waliomba na malango ikafunguka. Paulo na Sila akaomba, akaimba, milango ikafunguka, ikawa wazi. Na si mikono ya mwanadamu alifungua malango, ni mikono ya Mungu ilifungua mlango. Mpaka maaskari wakachangaa kwa sababu ya tetemeko ya gereza imetetemeka na malango imefunguka. Kwa hivyo wakainuka wakisema kwamba watu wameenda wote, lakini Paulo akasema kuna mtu ameenda. Na wakati askari nainua panga yake ili kujikata, kwa sababu anaona kasi imeharibika, ni kama wafungwa wote wameenda, lakini Paulo akamwambia hapana, hakuna mtu ametoka, watu wote wako mahali hapa. Basi askari akasema, hiyo Mungu namwabudu Paulo, nataka niabudu, nitafanya namna gani nipate hiyo Mungu wako? Akamwambia basi amini Kristo na wewe na nyumba yako utakombolewa. Kwa hivyo wakati nguvu za maombi imefanya kazi, ndio adui alipiga magoti akasema, hiyo Mungu ambaye anafungua gereza nitamtumikia. Hiyo Mungu ambaye anatenda muujiza namna hii, hiyo Mungu ni Mungu mkubwa na Mungu ambaye anaishi. Na akaamua kumtumikia Mungu huo ya Paulo, kwa sababu kuna maombi Paulo aliomba. Mtu wa Mungu, usikubali maombi yako ishe.
Usikubali maombi yako ipotee, maana maombi inalinda familia yako, inalinda watoto wako, inalinda huduma ambayo uko nayo, kazi ambayo uko nayo. Maadui ni wengi, wachawi ni wengi ambao wanaisimama ili kusima nyota yako, lakini kutokana na maombi Mungu atalinda kazi yako, Mungu atalinda maono yako, Mungu atalinda familia yako. Utapata amani na utaenda mbali katika jina la Yesu. Haijalishi watafunga, haijalishi watakuwekea ukuta, lakini ita mbingu, malango itafunguka. Haijalishi watakusulia namna gani, ita mbingu, mbingu italeta nguvu, mbingu italeta nguvu, na hiyo nguvu itafungua malango ambayo adui yako alifunga. Yesu alisema tumepewa mamlaka ya kufunga na kufungua, na hiyo ndio mamlaka ambayo Paulo alichukua wakati gereza imefungwa. Akachukua mamlaka ya kufungua. Alifungua namna gani? Alifungua kupitia kuomba, akafungua kupitia kuabudu, na hiyo malango ikafunguka bila mikono ya mwanadamu kugusa gereza. Maana Yesu alipeana mamlaka hii, akasema 2 watatu wakikusanyika kwa jina langu wakiomba, wanaweza fungua malango iliyofungwa na mbingu itafungua. Kwa hivyo tumepewa mamlaka ya kufanya mambo. Hatufungiwi kama watu wa Mungu, hatuwezi fungiwa kwa sababu tumepewa mamlaka ya kufungua na pia na kufunga. Maana ambayo haifai tunafunga hapo, tunasema adui hautapitia hapa, shetani hauna uwezo kupitia mahali hapa. Unachukua mamlaka ya Yesu na unafunga ya malango katika jina la Yesu. Unachukua mamlaka ya Yesu kufunga hiyo malango, na hiyo malango itafungwa, mbingu itafunga, kwa sababu kuna uwezo ndani ya Kristo na mamlaka za Yesu. Kwa hivyo shetani asikutishi na asikudangani ya kwamba tu umefika mwisho. Mtu wa Mungu afikange mwisho, kwa sababu kuna hiyo power tumepewa na Yesu. Alisema mlango ambao Mungu amefungua hakuna atakayefunga, na hiyo mamlaka amepewa watumishi wake. Kwa hivyo mtu wa Mungu ambaye ameokoka na anaamini Yesu, sisi hatuogopi, hata tukifungia hatuogopi, kwa sababu kuna nguvu ya kufungua hiyo malango. Adui atafunga, tunaweza kufungua hiyo kwa jina la Yesu, na tunaweza kufunga kule adui anataka kupitia, tunafunga hapo na tunapitia kupitia Yesu Kristo. Kwa hivyo hiyo ni power iliyo katika maombi. Elia akafunga mvua baada ya miaka 3.5, na aliomba tu. Alikuwa mwanadamu kama sisi, lakini alipewa mamlaka za Bwana na akafunga mvua, akasema mvua hautanyesha baada ya miaka 3.5 mpaka wakati amani tasema. Watu aliona kama tu ni mchezo. Mfalme Ahabu akaona kama ni mchezo, wanajeshi wa Israeli wakaona kama mchezo, lakini baada ya miaka 3.5 kweli mvua haikunyesha. Ni mamlaka ya maombi, ni watu walio na mamlaka ya imani na maombi, inafanya mambo makubwa na itendeke. Kwa hivyo chukua hatua kusimama imara, na ujua kwamba tumepewa mamlaka na hakuna adui itakayesimama juu yetu. Yesu alisema kwamba mmepewa mamlaka kukanyanga nyoka, nge na hata ufalme wa giza. Kwa hivyo haitatokanyanga sisi ndio tunaweza kukanyanga hiyo power na tukomboe waliofungwa wakuje kwa Mungu wetu. Kwa hivyo kanisa imewekwa katika mamlaka makuu. Kwa hivyo hakuna pepo itasimama kwa anga yako, haijalishi wamekuharibu, lakini kupitia maombi ya leo Mungu atakutoa kwa hiyo gereza ya magonjwa. Mungu atakutoa katika magonjwa na katika gereza ya mateso. Bwana atakutoa katika magereza. Amini tu ya kwamba malango yako itafunguliwa. Haijalishi walifunga miaka 3, haijalishi walifunga miaka 10, haijalishi wakati ulisalia ndio walianza kufunga. Hii ni wakati wako wa kutoka kwenye magereza ambayo ibilisi alikuweka. Utatoka nje na utamwabudu Bwana na utafanya kazi ya Mungu, kwa sababu kuna power ambayo inatoka mbinguni. Mungu anaamurisha, anatuma hata malaika wake akutoe gerezani katika jina la Yesu. Lazima tumamini nguvu iliyo katika Bwana Yesu, maana anaweza na anatenda. Elisha, maadui wakakuja kwake usiku, wakasumuka nyumba yake. Gehazi akaenda akamwambia Elisha, leo tumemalizwa na maadui, wako wengi kabisa. Lakini Elisha akamwambia mtumishi wake, usiogope, walio upande wetu ni wengi kuliko wale ambao unaona kwa macho yako. Lakini akakataa kuamini. Elisha akamwambia Mungu,
fungua Gehazi macho apate kuona wanajeshi wanayotuzunguka ni wengi kuliko maadui. Gehazi akafunguka macho na akaona kweli Elisha amezungukwa na wanajeshi na magari ya farasi na magari na mafarasi ambayo iko na moto. Elisha akaenda kwa maadui yake akaomba, akamwambia Bwana, wapige na upofu wote wasinione. Ni maombi aliomba tu, na Bwana akasikia maombi ya Elisha, akafunga macho ya maadui na upofu, hawakuona. Elisha akawaendea akamwambia, basi mnatafuta nani? Wakasema natafuta Elisha. Akamwambia, haiko hapa, nitakuonyesha bali hako. Kwa hivyo amepigwa na upofu. Alitumia nini kufunga macho ya maadui? Alitumia maombi. Kwa hivyo kuna power katika maombi. Watu wa Mungu, tukinuka katika maombi, tutachange mambo makubwa, tutafanya mambo ya ajabu na Mungu atatukuzwa. Na ikaandikwa ya kwamba Elisha alipiga na upofu maadui. Kwa hivyo Mungu akatukuzwa na Mungu akaogopewa, Mungu wa Israeli aliye katika Elisha. Kwa hivyo mtu wa Mungu, usivunjike moyo, inuka katika maombi, tafuta uso wa Mungu, tafuta nguvu za Mungu, na Mungu atachuka na atatenda mambo ya ajabu. Hiyo muda ambayo inakutesa, wacha mambo ya stress, inua imani yako katika Bwana. Tunapoita Mungu, mambo itafanyika kwa jina la Yesu, maana kuna imani katika Mungu, kuna nguvu katika Mungu, katika jina la Yesu. Nataka tunapoenda kuomba, nataka tu ingie katika imani wako, na nitakuombea mahali popote ulipo katika Kenya, katika taifa hili, katika Meru County ama katika Kenya. Tutaita Mungu wetu, kila mambo ambayo imeharibika, Mungu atatengeneza njia, Mungu ataponya familia yako, Mungu atakuponya na atakuinua kazi yako, Mungu atakuinua na hakuna adui itaharibu kazi yako. Baba, kwa jina la Yesu natangaza nguvu za Mungu Baba kwa kila mwanadamu ambaye Mungu anakusikiliza. Baba, tasema Jehova, wachilia nguvu za uponyaji kwa wagonjwa, wachilia mamlaka za utakatifu katika kila moja. Navunja nguvu ya adui, navunja mamlaka za wachawi na waganga, magonjwa ya usiku na mchana, roho ambayo imetesa watu wengine gerezani, wengine katika mauti. Hiyo mauti itasimama tena. Nakemea roho ya ajali, nakemea magonjwa ya presha, sukari, navunja roho zote ambayo kimetumwa kuleta maangamizi kwa jamii, yaani kuondoa amani kwa familia. Natangaza kwa jina la Yesu, hiyo familia iko na amani. Natangaza kwa jina la Yesu, wale hawana kazi wapate kazi. Natangaza kwa jina la Yesu, walio watasa Mungu wanafunguliwa, wanapata watoto wao katika jina la Yesu. Alio katika gerezani ya magonjwa na mateso, Bwana watoe katika gerezani, wapate kuwa na uhai na uzima wao. Asante Bwana Yesu Kristo, ponya taifa hili, ponya nchi ya Kenya, ponya katika Meru County kupitia mamlaka za Bwana. Baba, wabariki, Baba, watende muujiza katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kuamini, amen. Bwana Mungu akubariki mtu wa Mungu. Nataka nikupe namba yangu, unaweza kuniandikia message ili nikuombee, uandike mahitaji yako, nitakuombea. Hata pia unaweza kunipigia simu na nitachukua simu yako, haijalishi ni saa ngapi, nitasimama na maombi na nitakuita, na nitaita Mungu na Mungu atakusaidia. Namba yangu ni 07 082 87 936 07 082 87 936. Naitwa John Epoa kutoka Lare. Nasimama na huduma naitwa JIGC hapo Lare. Kwa hivyo Mungu amani akubariki, tuko pamoja. Barikiwa sana. Fanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanashanga. Kuna jambo Mungu anaweza kafanya maishani mwako, wanadamu wakabaki wanaulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu, ipo siku watabaki wanaulizana, wakati Mungu anakuinua. Wakati Mungu anakuinua,
wanadamu watabaki wanashangaa, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wanadamu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana, watabaki wanashangaa, Yesu Baba wanashangaa, Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Leo wanakushusha chini, wanakona huna kitu. Ipo siku watabaki wanaulizana, ipo siku watabaki wanaulizana, wewe kaa vizuri na Mungu katika familia ya Yese, na nangejua katika familia ya Yese, na nangejua wewe Daudi angeitwa kuwa mfarume, Daudi angeitwa kuwa mfarume. Ndugu zake walishangaa, walishangaa wakati wa kuinuliwa kwake, walishangaa. Wewe kaa vizuri na Yesu, wewe kaa vizuri na Yesu, wakati unabeba mapacha wataulizana, wakati unavikwa pete kidoleni watashangaa, wakati unapata biashara China wataulizana, wakati unafaulu masomo watashangaa. Wewe mwamini Yesu, mwamini Yesu, wanadamu watabaki wanaulizana, watabaki wanashangaa, wanashangaa wanadamu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana, watabaki wanashangaa, Yesu Baba wanashangaa, Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe wataulizana. Mungu akifanya vitu wanafanya kwa ukubwa, mpaka watu wanashangaa. Mungu akifanya jambo wanafanya kwa ukubwa, mpaka watu wanashangaa. Mungu ni wa huruma, Mungu ni wa upendo, Mungu anafanya vitu vya ajabu. Waliokataa watabaki wanashangaa, waliokataa watabaki na kigugumizi. Mungu, Mungu we, Mungu we, Watabaki wanashangaa, wanashangaa wanadamu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa, adui zako watabaki wanaulizana, imekuwaje wema, wakati wa kuinuliwa kwako wewe mwamini wataulizana, Yesu, watabaki mwamini wanashangaa, Yesu Baba, wanashangaa Yesu ndugu, wakati wa kuinuliwa kwako wewe watashangaa. Oh
oh.